Kisa sana kwa sababu watoto wetu wamekufa. Na kuna kunywa watoto wanakunywa pagi, wanaputa pagi, wakakunywa pombe na sisi tukasirika sana. Tukasema hii kilabu iondoke kabisa. Sisi hatutaki kilabu hapa. Waweke wakunywe supu, waweke botiki na mashoda na sisi tuko sawa. Hiyo wanakufa watoto wetu wanne. Tumesika watoto wanne. Sasa tunasema enough is enough. Hatutaweza tena kupata hiyo. Nimekasirika sana juu ya hii club. Juu watoto wanauziwa ile pombe isiyo nzuri, ile baya. Unasikia mtoto wangu aliumia juu ya hii pombe. Kwa hivyo tunataka hii pombe serikali yetu ichunguze ni pombe gani hii inaua watoto. Juu kuua watoto ni kuua ile generation inakuja. Kwa hivyo tunataka serikali yetu ishughulike juu ya hii kilabu, tena ijue kama hii kilabu iko ukweli. Tena wanauza kutoka mtoto wangu alikuwa anakunywa kutoka saa 12 asubuhi mpaka usiku. Kwa hivyo hii klabu ni 24 hours. Hakuna masaa na wanatuambiaga ate iko masaa. Sasa tunauliza serikali, kwani hatuna serikali ikiwa hii pombe inaendelea namna hiyo? Si tunaitwa inaitwa ubwa. Ni pombe baya. Serikali tunaiuliza, kwani kuko na nini? Kwani wamepatiwa barua ya kuuza hiyo pombe baya ama ni nini kunaendelea? Juu inauzwa hapa na hawashughuliki. Tunataka hii pombe ishe kwa sababu unaona watoto wetu wameharibika. Na wako na miaka 40 na 30 na wameharibika sana. Kwa hivyo hii pombe ikiondoka hapa, akienda huko Gitwe na Gathogo, atatoa thogora wa kwenda huko. Kwa hivyo akikuwa na shilingi 5 ama kuwe na 50, atakaa hapa nimpe ngima, nimpe akue ugali. Kwa sababu anatoka hapa anaingia, anaona geti hapa kupingwa, akaivishia namna hiyo. Kwa sababu hii kilabu iondoke hapa, tutasema asante kwa Mungu. Tutasema asante kwa Mungu. Sisi wachana wa kuuza pombe, ananyonyesha mtoto yangu. Akinyonyesha mtoto yangu hana kuoleka, hana oleka. Hata hii iondoke kabisa kwa sababu iondoke kabisa kwa roho ya Mungu. Ni boma. Ni boma. Inatusirikisha sana kwa sababu watoto wetu wamekufa. Na kuna kunywa watoto wanakunywa pagi, wanaputa pagi, wakakunywa pombe na sisi tukasirika sana. Tukasema hii kilabu iondoke kabisa. Sisi hatutaki kilabu hapa. Waweke wakunywe supu, waweke botiki na mashoda na sisi tuko sawa. Hiyo wanakufa watoto wetu wanne.
tumesika watoto ine. Sasa tunasema enough is enough. Hatutaweza tena kupata hiyo. Nimekasirika sana juu ya hii club. Juu watoto wanauziwa ile pombe isiyo nzuri, ile baya. Unasikia mtoto wangu aliumia juu ya hii pombe. Kwa hivyo tunataka hii pombe serikali yetu ichunguze ni pombe gani hii inaua watoto. Juu kuua watoto ni kuua ile generation inakuja. Kwa hivyo tunataka serikali yetu ishughulike juu ya hii kilabu, tena ijue kama hii kilabu iko ukweli. Tena wanauza kutoka, mtoto wangu alikuwa anakunywa kutoka saa 12 asubuhi mpaka usiku. Kwa hivyo hii kilabu ni 24 hours. Hakuna masaa na wanatuambiaga ate iko masaa. Sasa tunauliza serikali, kwani hatuna serikali ikiwa hii pombe inaendelea namna hiyo? Si tunaitwa inaitwa ubwa. Ni pombe baya. Serikali tunaiuliza, kwani kuko na nini? Kwani wamepatiwa barua ya kuuza hiyo nini? Hiyo pombe baya ama ni nini kunaendelea? Juu inauzwa hapa na hawashughuliki. Tunataka hii pombe ishe kwa sababu unaona watoto wetu wameharibika na wako na miaka 40 na 30 na wameharibika sana. Kwa hivyo hii pombe ikiondoka hapa, akienda huko Gitwe na Gathogo atatoa nini? Atatoa thogora wa kwenda huko. Kwa hivyo akikuwa na shilingi 5 ama kuwe na 50 atakaa hapa, nimpe ngima, nimpe akue ugali, kwa sababu anatoka hapa anaingia anaona geti hapa kupingwa akaivishia namna hiyo. Kwa sababu hii kilabu ikiondoke hapa, tutasema asante kwa Mungu. Tutasema asante kwa Mungu. Sisi wachana wa kuuza pombe, ananyonyesha mtoto yangu. Akinyonyesha mtoto yangu hana kuoleka, hana oleka. Hata hii bayo doke kabisa, kwa sababu hiyo doke kabisa kwa roho ya Mungu. Mheshimiwa Rais, sisi wakaaji wa Northeastern, jamii ya Wasomali, sisi tuko na historia. Na wewe ndio umekuja kama rais wa Kenya to rewrite that history. Sisi tulikuwa discriminated, tulidharauliwa na serikali 4 ilipita. Wewe ukakuja ukaenda Wagala and you brought back our dignity. You brought back our dignity and made us equal to the rest of the country in terms of accessing basic citizen documents. Huyo mtu anaongea alipiga akasema, mbona wewe akiwa makamu wa rais, mbona unakubali vetting itolewe kutoka Wasomali? Huyo mtu mlisikia kwa mtandao akisema Rais Ruto anatoa Wasomali kutoka Ethiopia na Somalia. Tangu lini amekuwa rafiki ya Wasomali? Huyo mtu kwa TV ana have the clip, mtafute. Alimuuliza rais, yeye mwenyewe anasema, mbona unawapatia Wasomali, viongozi wa Somali, cheo kubwa katika serikali kwa upande ya security? Si alisema? Na leo anasema yeye ndio anapenda sana Wasomali. Huyo mtu wako chini sana. Your Excellency, hii passport ulifungua. This passport office ambayo wazee wetu wakienda haji walikuwa hawaendi Nairobi. It was closed on the instruction of a president when Matiang'i was the Minister for Interior. Thank you very much, Your Excellency. Umeturudishia hiyo passport office. Umetufanya kama watu wa Mombasa, watu wa Kisumu, watu wa Nyeri, watu wa Eldoret, wote wa Meru wako na passport office. Umetufanya tuwe usawa. Mimi hiyo pesa yangu tunataka kufanya kazi kwa kazi ya business ya nguo. Tunataka kuendelea hiyo biashara, uende mbeleni. Umewahi kufanya hiyo biashara ya nguo? Nimeshafanya. Kidogo. Mali kidogo. Yeah. Ndio. Kibanda. Inaitwa nini? Inaitwa kitanda. Inaitwa dash. Yeah. Dash kidogo Oh, ni kibanda. Yeah. Inaitwa dash. Yeah. Basi hapo kwa dash. Sasa utaongezea hapo kwa dash. Kubwa. Okay. Yeah. Nikuulize,
Fatuma. Fatuma. Nikuuliza Fatuma. Kuna mtu yeyote alikuuliza pesa yoyote ndio ukue kwa hii program ya Nyota? Hapana. Hapana. Yeah. Wewe mwenyewe nani alikueleza uapply? Mimi ndo nimeapply. Eh? Mimi ndo nimeapply. Wewe mwenyewe? Yeah. Uliapply? Yeah. Ulisikia kutoka kwa nani? Wewe. Ulinisikiza wapi? Sijakutana na wewe, Ndo umesikia wewe ndo unasema ulinisikia nikiongea? Uka-apply? Yeah. Star 25 hash. Yes, 254 hash. Number 3. Ukaenda number 3. Yeah. Hapo ndio kwa business support. Yeah. Alafu Next to ukaitwa kwa training. Yeah. Ulifanyiwa training? Siku ngapi? Siku 3. Siku 3. Yeah. Alafu ukaambiwa sasa ni Garissa. Ukaambiwa ufike hapa leo. Leo ndo nimefika hapa. Pesa imefika kwa simu? Nimeshapata. Hebu nione. Okay. Hii simu yako inaitwa? Yangu. Hii simu. Itel. 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 Yeah. Ndio iko mbele. Imeingiza pesa. Nimeingiza. Bas, tumpigie Fatuma makofi jameni. Congratulations Fatuma. Asante sana, salimia nyumbani. Mary Otieno. Mary Otieno. Wewe ni mkazi wa Garissa? Very good, very good. Tell me, how did you apply? Ulijiandikisha namna gani Mary? Rafiki yangu ndiye aliniambia. Nikajaribu. Nikadial star 254 hash. Alafu nini kafuata? Wakaniuliza maswali. Nikajibu. Alafu wakasema niweke ID number. Wakaniuliza natoka constituency gani? Nikaweka. Alafu did you go for training? Yeah. Tulienda training, tukafunza jinsi ya kutunza biashara. Was the training informative? Ilikusaidia kwa mawazo kujua biashara? Ilinisaidia, ilinifunza venye tunaweza anza biashara au wakati venye unaweza endeleza pia walituambia. Very good. So, umepata pesa? Naam. Hebu nione. Inasema nini hapo? Confirm you have received 22,000 from Nyota Business Support 32,00919 on 11/2/26 at 11:04 a.m. Very good. So nikuulize, hii pesa, what do you plan? Umeshaipangia? Yeah, I was planning to start a business. Yes, I want to open a boutique. Yes. Umeshawahi kufanya hiyo biashara before? Yes, I've already started. I have a business. Yes. Okay, so utanunua nini na nini katika hiyo biashara? So, by tomorrow I will go to Nairobi, then I will bring some goods, then I will make my business to be big. Yes. Unataka kupanua biashara yako? Nataka kupanua biashara yangu ikuwe kubwa sana. So utaenda Nairobi wapi? Unajua mahali ya kwenda Nairobi kwenda kununua hiyo mali? Nitaenda mahali. Mimi nilianza kuuza viatu na braids. Hizi za naweka nywele. Sasa nitaenda niendelee na hiyo biashara yangu ikuwe kubwa, nifungue mpaka niuze nguo. Kule Nairobi unajua mahali ya kununua stock? Kuna wengine huwa nilianza kidogo kidogo, sasa walikuwa wananiwekea kwa pase. Lakini leo nimepata pesa, sasa nitaenda huko nichukue kwa box. Ile ya parcel ilikuwa kidogo? Ile nilikuwa nachagua hata 10, pairs 10. Nasema nichagulie kama hizo zako 10, kama hizi zangu 10. Kama hii yangu hii.
lakini sasa nitaenda nichukue kama hizo zako box. Sitachukua 10. Box mzima? Box ni 36 pairs. Alafu hiyo box 36 pairs ni kama pesa ngapi? It's around 10,000. 10,000. Yes. Okay. So nikuulize Mary. Yes. Stock yako ya biashara yako kawaida uanga kama shilingi ngapi? Hiyo stock kama hiyo 10 pairs inakuwa kama pesa ngapi? Saa zingine nachukua ya 4,000 ama 5,000 na pia kuna kulipa nyumba. Nyumba ya biashara. So wanga 4,000. Sasa uko na 22. Sasa niko na 22. Sasa itapanda. Box. Itapanda. Itatoka ile 10 pairs iende box mzima. Yes. Very good. So pongezi sana Mary. I wish you well. Baada ya muda mfupi tutakuja tuangalie biashara yako kama inaendelea vizuri. Kama uko na matatizo tutakusaidia. Alafu tutakuongezea pesa another 22,000 na alafu 3,000 itaenda kwa savings. Unajua umuhimu ya savings? Najua. Wanasema akiba ifanye nini? Endelee. Haikozi. Haiozi. Haiozi. Akiba haiozi, si ndio? So utachunga vizuri Okay Mary, tumpigie makofi Mary. Thank you very much Mary. Pongezi sana. Omar. Omar, How are you Omar? Niko salama. Kwanza pesa imeingia, hebu tuone. Confirm. Ndio hiyo sasa. Hebu soma inasema nini? Hebu soma inasema? Confirm you have received 22,000 from Nyota Business Support. New M-Pesa balance 22,000. So mimi ni mfanyi biashara. Mimi nafanyanga biashara ya maziwa. Maziwa. So natoa maziwa kutoka Bush. Naleta paka hapa. Hapa Garissa. Okay. Na kuanga na bodaboda. Tunatoa huko asubuhi saa 10 huko. Saa 10 usiku. Saa 10 usiku huko. Tunaletanga hapa asubuhi. Saa 1 hivi. Saa 1. Mimi natoka mahali naitwa Saka. Ward. Mahali naitwa Saka Ward. Saka. Mimi natoka huko. So huko kuna msitu hapo sasa. Tunaenda hapo msitu. Tunachukua maziwa kutoka nauzia hao. Unanunua kutoka hao. Naleta hapa. Okay. Kwa lita moja unanunua kama pesa ngapi? Kwa lita moja huko tunanunua na 35. 35. Alafu hapa 50 bob. 50. So hapo iko 15. 15 bob. 15 bob. So how many liters unanunua kwa siku moja? Unajua ile shida tuko nayo hatuna mean of transport yenye inaweza beba kitu mingi mara moja. Okay, so hii bodaboda inabeba mtungi 3. Mtungi 3. Hiyo ni kama 60 liters. 60 liters. Mtungi 3. Time is 15 bob. Hiyo karibu 4,000 something. Unaingiza kwa mfuko? Mafuta. Mafuta iko mafuta. Boda ile rent ya boda alafu hiyo nyingine mfuko. Hesabu inaingiana? Hesabu inaingiana iko sawa. Okay. So, sasa na hiyo 60 liters wanga ni kama pesa ngapi? Hiyo 60 liters? Yes. Nagawanya into 50 bob. So unakata 35 bob ya wenyewe. Unabakiwa na 15 bob. Yes. Hiyo 15 bob so una divide, unapatiana ile ya boda, mafuta kando. Yes. Hiyo nyingine sasa ndo unaweka na kwa saving. Very good. So sasa uko na 22,000. Unaonaje hii biashara yako sasa what is the plan? My plan was hiyo 22 niweke mahali. So nisanye kidogo nipate hata kayangu boda yangu ndo nisikue na hiyo nini ya kukata pesa. Unaona? Nisikue na yenye hata nasumbuliwa na mwenye boda ati anakuambia boda umefanya hivi, service hujafanya, maneno mingi tu yenye mtu anafanyia kazi, unaona? So hiyo boda ndo shida. Hii boda unatumia si yako? Ni ya kukodesha? Ni ya kukodesha. So sasa mpango yako ni kununua yangu. Kununua yako? Okay. Lakini sasa kwa sababu umekutana na mimi
Kabisa. Sasa hiyo plan utatoka hapa na bodaboda. Asante sana. Asante mheshimiwa. Mimi naona uko na mpango. Naona hii bodaboda ukipata unaweza kufanya kitu. Asante. Utakutana na mtu yangu, kuna kijana hapa, huyu kijana mwenzako huyu ananifanyia kazi. Sasa atakupanga na bodaboda yako usonge. Shukrani. Si ndio? Shukrani. Asante sana my friend. Nakutakia heri. Asante sana. Haya. Nikuulize. Hii program ya Nyota umeapply namna gani? Nili apply through phone. I applied, then waited for the validation, then waited for the training. Nilienda training nikafanya. After training I got the message. How many days did you do the 4 days. 4 days. Oh. Was the training good? Was training very good. Even the book I have it in my room. Till now I read it. Okay, ile ulipatiwa. So you have assisted us a lot. So mkatoka training Na tulikuwa tunapewa pesa, lunch, breakfast, bado pia. Tulikuwa tunaangalia vizuri. Tunawashukuru. Alafu baadaye, after that we waited for this message to come here. Ulingojea kama muda gani? For like I think a month. A month. Oh. Okay. Lakini ulitulia tu? Ukasema wacha. Nilikuwa najua niko sure. Mambo yako iko ingi ya ukora. Wewe uko na imani? Niko na imani na. Okay, so leo senti imeshaingia kwanza? Ndio hii ishaingia. I've already got. M-Pesa. Hebu soma. Confirm you have received 22,000 from Nyota Business Support. Very good. At what time? At 11:05 a.m. Very good. So mpango yako Mohamed ni gani sasa? Mimi nataka kununua mbuzi, ninunue chakula yao, niwaweke nyumbani, niwafuge vizuri. So after time I will milk them like daily. If I get like 6 to 8 liters is worth shillings like 600 or 500. I can save it in daily basis so I can get the money back. So your estimate ni kwa biashara yako utapata karibu 600 per day? Per day. Na huko nyumbani tu sio ati? Na iko nyumbani. Nitaweka nyumbani. I will feed them, wait. When they produce the milk, sell them daily and save the money back. Save the money. Alafu pia unaweza kuongeza mbuzi zingine. Ndio. That's my plan. That is your plan. Yes. Umewahi kuwa na mbuzi zingine wakati mwingine ama unataka kuanza sasa? Ziko. Kuna zenye ziko kiasi bado naagangana nazo. So sahi I'm assisted. Nitakuwa niko mbele. Sasa nikuulize. Kuna wale watu wanasema hii pesa ni kidogo. This money is more than enough. Itatusaidia mwenye ako na akili. So mwenye anataka kuchezea itamsumbua tu yeye. Yes. Na bado kuna 25 ile inakuja. Ile inakuja. So ukijiharibia hii hata ile inaweza kupotea. Ile ingine pia bado tu utaharibu. Yes. So tumike vizuri. So mtumie hiyo pesa vizuri. Okay. So Mohamed, kuna vijana wengine hawajabahatika kama wewe. Unaweza kuwashauri vipi? Mimi na washauri wale vijana wengine wenye hawajabahatika, Nyota project inaendelea till hata 2029. So and then wasife moyo. Kuna on job experience, bado kuna recognition of prior learning. So wenye hawajabahatika kwa hii business support wanaweza apply hizo zingine. So msilose hope, mkuwe na hope. Yes. Asante sana Mohamed. I'm very happy that you understand the whole project. Unajua kuna recognition of prior learning, kuna on the job experience, kuna ile ingine ya access to government procurement opportunities, hiyo yote. But thanks. Si utasalimia watu nyumbani? Na mimi naambia jamii ya Wasomali, hasa wafanyi biashara, huyo mtu ni mkora. He is an extortionist. Msisikie maneno yake, anakuja kutafuta pesa yetu.
And I'm telling Rigiji, the line is drawn between you and the Somali community. We will never give you, hata ukifanya nini, senti yetu huwezi kupata. Juzi uliongea juu ya mfanyabiashara wetu mkubwa Nairobi, BPS Mall. Am I right? Uliongea juu yangu. Uliongea juu ya Nurdin. Uliongea governors wetu. We have no issues. Lakini wewe, jana unasimama. And Your Excellency, let me say it. I served both with Professor Kindiki and the former guy in cabinet. When we had drought in 2022, when you came to office, and you instructed 7 to 8 billion to be used for the people of northern Kenya, 14 counties, in terms of food, water, and animal feed. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake northern Kenya. Alienda shule moja hapa Garissa inaitwa Yuga Primary. Na karudi kiwanja cha ndege. Jana anasimama atanasema 4.1 billion is a small money. The footprints of President Ruto's development in northern Kenya is visible as day and night, the difference is. Lakini Your Excellency, wakati watu walisikia unakuja Garissa na unaenda Wajia na unaenda Mandera, mwenda wazimu jana alisema ati hii program inafanyika Nigeria, inafanyika Benin, inafanyika wapi, hatuoni maraisi ya huko. We have no business with what other presidents do with their citizens. We have elected President William Ruto, and he is accountable to the people. Na mbona unasema wakati hii nyota haikuwa Nyeri, haikuwa Samburu, haikuwa Kisumu? Hile usawa katika Kenya, makosa pekee, Your Excellency, the only crime umefanya, makosa pekee Rais Ruto amefanya ni kusema Kenya na Wakenya watapewa haki yao kisawasawa, the equity of the nation. Na mbona kwa mimi nasema hivi? Northeastern haijakuja. Northeastern did not come part of the Kenyan map wakati ya Rais Ruto. Northeastern was existing before Ruto. Northeastern was there during Mzee Kenyatta, Mzee Moi, Mzee Kibaki, President Uhuru. Mheshimiwa Rais, let me tell the people of Kenya, kwa sababu jana press conference yote ilikuwa mimi. Sasa wacha mimi, na ni kweli uliposema watu wengine hawana sera, hawana agenda, lakini mwisho wako chini sana kiakili. Mimi nilijua jana usiku nilipoangalia press conference ya mtu mwingine, niliona sababu ako chini sana. Kwa sababu alisema Mheshimiwa Rais amepromise hii bridge ya 1.8 billion na hajafanya. Nyinyi vijana muende saa hizi hiyo bridge. Hiyo bridge iko karibu kuisha ama iko karibu kuisha? Wangapi wanasema bridge inakwisha? In another 1 month you'll come and launch it. Huyo mtu ako chini ama yuko chini? Ako chini sana huyo mtu. Huyo mtu pia akasema ati ile mean grid ulipromise watu ya Eldas, watu ya Bute, watu ya Habaswein, haijaanza. Your Excellency, look at your diary before Ramadan. Go to Eldas, go to Habaswein, and go to Bute to go and launch those electricity mini grids in those cities. Huyo mtu ako chini ama yuko chini? Na nyinyi watu wetu, vijana wetu, wacheni waambie, Kenya imekuwa group ngapi? Group mbili. Wewe umeanzisha mambo ya cousins. We are not your cousins. So how can you address us? Sisi
tutasimama na wewe hata kama hujajenga barabara, hata kama hujatupatia chochote, by bringing us our dignity, by making us to be equal like other Kenyans. Sisi ni Waislamu. Sisi tunaamini ukifanya hisani unabadilisha na hisani. That is the teaching of the Holy Quran. We will stand with you. Your Excellency, we know those who committed crimes against us. Historical injustice, massacres, name it, Your Excellency. Wale watu ndio sasa wanatujibu. William Ruto did not come with Northeastern. Northeastern was existing under Mzee Kenyatta. Northeastern was existing under Mzee Moi. Northeastern was existing when President Kibaki was in power. Northeastern was existing when our good friend Uhuru Kenyatta was there. They perpetuated and they supervised the death of our people. Your Excellency, you don't know. It is only under President Uhuru Kenyatta that an emergency concentration camp was done in Kasarani under the leadership of Uhuru Kenyatta in the pretext of fighting terrorism. And I am ready to engage him. I challenge the former deputy president. I will challenge you to a contest. Let us meet at Jeff Koinange's bench. I will challenge you to kutana kiwanjani. Your Excellency, mambo ya Northeastern wachia mimi Rigiji. And as a minister, simuko sawa sawa. Situkuja hapa Garissa primary. I am ready. Semeni wangapi? You want me to challenge Rigiji? Hapana. My friend, you have no legal standing. You have no moral authority to lecture us. Offici, Mr. Matiangi, you are the one who closed the only passport office in Garissa. You are the one who made all our children mass failures of 2018, 2019. The same administration, Your Excellency, if you give me a minute, are the ones who even denied us our numbers, our census. Si tulihesabiwa? Si wakataa na hesabu yetu? Who was the president? Ilikuwa ni Ruto. Mbona mnasema alikuwa nani alikuwa president? Yeah. So we know. And I am challenging them one by one. Hii opposition kwa vile wako chini sana, Your Excellency. Haujafika kiwango yako na ya deputy president ambaye ni professor. Wachia mimi kwanza ni wasot. Ni wasot hapa. Yeah, mimi tasot hawa kabla hawajafikia kwa deputy. Mheshimiwa Rais, in your 3.5 years there is no terror attack of the magnitude of Garissa University attack, of Westgate, of Dusit. You stabilized the country from any foreign terror attack. Lakini wale waliua watu wetu, led by Matiangi and his boss, walitupa mili zao hapa Tana River, wakatupa mili ya watu wetu katika River Yala. Ndio leo wanasema ati wa Somali ni marafiki zao. We are not stupid. We read history and we know those who marginalized. Your Excellency, those who perpetuated Wagala massacre, those who perpetuated Garissa massacre and Malkamari in Mandera. Mimi nikiwa mjumbe hao wanajua. Jeshi walichoma hapa soko ya Sukmukdi ambaye leo utatembelea. Wamama wetu, mimi nilikuwa mjumbe hapa. The same guys are today lecturing us. Hii barabara kutoka Modogashi mpaka Mandera, Your Excellency, wakati ulikuwa deputy president and donor community including the World Bank, you used to chair. Kwa vile hawakuwa wanataka barabara ikuje hapo, President Uhuru Kenyatta instructed all ministers, including the Minister for Transport then, not to attend your meetings. Si kwa vile atakuwa hakutaki wewe pengine, lakini he didn't wanted the people of northern Kenya to have this route. Today I'm happy to report
sections of the road are being constructed. So tunamwambia hawa watu, mko chini sana kiakili, kiagenda, kisera, mko chini sana. Alisema hakuna mashule. Mimi nimesomea hii shule. This school has produced the first majority leader. Hii shule imeproduce all our PSS na zingine. Hii shule Wajir, Mandera have produced our top lawyers, senior counsels. Alafu mtu anakuja kutuambia sisi watu wa Northern Kenya hatuna ati mashule. Shida ni mtu ako chini sana. I listened to you when you say some people, their intellectual capacity is very low. And whoever drafts that statement for my old friend has only confirmed to what you have been saying, that watu wako chini sana. Lakini hii wafugaji hata kama hawajaenda shule, hata ule anachunga ngamia ako juu kiakili. So Your Excellency, we will commit to yourself. All of a sudden, our focus has been, alikusumbua na barabara ya Mau Mau, alikusumbua na mambo mingi, alikusumbua na mambo ya shareholding. Sasa wakati ulikuwa nasema Luo Nyanza should not be given anything, Northeastern, they should not see any position, any development, Coast Region should not see anything. Sasa all of a sudden, mtu ya shareholding amekuwa ni mtu wa kutuambia sisi. Tunamwambia akwende kabisa. Na wewe akili yako ni chini sana.